Mambo, naitwa Nina Magnet. Karibu sana. Leo nataka nikukumbushe kitu. Wewe mwanamke, msichana, mrembo ambaye upo kwenye mahusiano na bahati mbaya mahusiano yako hayaendi vizuri, hayaendi vile unavyotaka, hayajaenda katika utaratibu unaoupenda wewe na umekuwa kila wakati unamkumbusha mtu namna ya kukupenda. Usimfundishe mwanaume jinsi ya kukupenda. Mwanaume ambaye anakupenda atakuonyesha anakupenda. Na hata kama anashindwa kukuonyesha kwa vitendo, basi msikilize vizuri jinsi anavyoongea na wewe, jinsi anavyokuongelesha, utajua tu. Na ni kweli kwamba inawezekana mtu hajui namna nzuri ya kukufurahisha. Atakuuliza au anaweza kafanya kitu ambacho kweli wewe ukipendi na ukamwelekeza. Mtu ambaye kweli kwa wakati huu ana nia nzuri na wewe, atakusikiliza na atajitahidi kufanya vile ambavyo wewe unataka. Atajitahidi kufanya vile ambavyo itakufurahisha kwa sababu anakuhitaji, anataka uendelee kuwa na furaha, uendelee kuwa wake. Hata kama sio kwa asilimia zote, lakini utaona kabisa kwamba huyu mtu anajitahidi. Ila yule mtu ambaye unajitahidi kurudia mara kwa mara kitu kile kile na habadiliki, hajitahidi, haangaiki kufanya chochote, ndio huyo anayesema usiendelee kumfundisha. Mtu ambaye kila ukijaribu kutaka kumuelezea hisia zako, kumuelewesha namna ya kukufanyia vitu sahihi, anakupinga, anabisha, anakataa, anakuona kwamba wewe msumbufu, anakuona wewe ni unalalamika, yani imekuwa ni kama trend, ni kitu cha kila wakati, kitu cha kila mara, hadi kabisa unahisi hii kitu nakirudia sana na hayupo tayari kubadilika wala kuweka ili jambo likae sawa. Huyo ndio sio mtu wa kuendelea kumfundisha, sio mtu wa kumwelekeza namna ya kukupenda, sio mtu wa kuendelea kumkumbusha mara kwa mara, manake hayupo tayari. Mwanaume asiye na mapenzi ya kweli ataongea kila kitu, jinsi anavyokuchukulia ataongea, jinsi ambavyo hakuthamini ataongea, jinsi ambavyo hakujali atakuonyeshea. Utagundua tu hata kwa jinsi anavyokuangalia utahisi kwamba kuna shida. Jinsi ambavyo hathamini mambo yako, jinsi ambavyo anakupuuza, anabisha, anakupinga, utajua kabisa kwamba kuna shida. Usimfundishe huyo mtu namna ya kupenda, na ni kwa sababu unavyomfundisha unazidi kuzuia kuona ukweli. Unazidi kumfanya afanye vile ambavyo unavitaka wewe, lakini sio uhalisia wake juu yako. Atakuwa anafunika tu ili mambo yake yaende. Na wewe akiwa anafanya hivyo ambavyo unamwelekeza afanye, utaendelea kuwekeza kwake. Utaendelea kuamini kwamba kuna upendo, utaendelea kujiweka kwake. Mwisho wa siku yeye mambo yake yakishatimia anayoyataka, haikuwa plani yake. Wewe ndio ulikuwa unamfundisha, ulikuwa unamwambia namna ya kukufanyia ili ujisikie vizuri. Na wewe huwezi kuchomoka kwa sababu umewekeza muda mrefu, umekaa muda mrefu na tayari umewekeza upendo mwingi pale kwake. Kwa hiyo unajikuza inabidi uvumilie vile ambavyo hukutakiwa kuvumilia kwa sababu tayari huwezi kutoka tena. Kitu kingine, usimfundishe namna ya kupenda kwa sababu atatumia hizo mbinu ulizomwambia against you. Anajua nini unachokitaka, anajua siri zako zote, umemwelekeza, umemwambia. Kwa hiyo sasa anakucontrol, umempa mamlaka, anajua siri zote za moyo wako. Kwa hiyo anaanza kutenda kwa jinsi anavyojisikia yeye. Akijisikia kwamba akufurahishe, atafanya kidogo kile kinachokufurahisha. Akijisikia kukukera, hafanyi. Maana anajua nikifanya hivi utafurahi sana, nikifanya hivi utaringa sana, nikifanya hivi utajiona kwamba wewe unapendwa sana, nikifanya hivi utajiona kwamba wewe wa muhimu sana. Anajua kila kitu kuhusu wewe, umeshamwelekeza kila kitu, ushamwambia siri zote. Sasa ana control anavyojisikia. Na anajua nikifanya hivi kidogo utafurahi na utaendelea kuwekeza upendo na utaendelea kumwamini. Hapo ulichokifanya ni kama kuingia kwenye mkataba na adui. Yaani umekubaliana na adui yako na unampa siri adui. Unampa siri adui namna ya kuvuruga dunia yako. Mtu mwingine unamuona kabisa kwamba huyu mtu unampenda, unamhitaji, anakufaa, ana vitu vyote unavyovitaka. Yaani unajisikia vizuri kwamba akiwa kwenye maisha yako. Lakini haimaanishi kwamba yule mtu anatakiwa awepo kwenye maisha yako, au haimaanishi kwamba huyu mtu unatakiwa umpe access kubwa, umpe uhuru mkubwa wa kutamba kwenye maisha yako.
anaweza kuwepo kwenye maisha yako kwa sababu ni mtu ambaye unajisikia vizuri naye, ni mtu ambaye unafurahia uwepo wake, lakini ni mtu ambaye unatakiwa uende naye kwa step. Manake wewe kweli ni rafiki kwake, lakini hauna uhakika kama yeye ni rafiki au ana nia nzuri kwenye maisha yako. Mpe nafasi kidogo kidogo. Usijifungue sana ukajiweka wazi kwamba sasa wewe ingia tayari, chukua kila kitu, fanya unavyojisikia. Mtu mjui unampokea kwenye nyumba yako, unamuelekeza unapohifadhi pesa zako, unampa password za kadi zako, unamuelekeza siri zote za maisha yako. Unamfanya uwezi kujua kama ni mwizi, unaibiwa kila kitu. Kwa sababu tu ana sura fulani ya upole, ana sura ya kuonyesha kwamba ni mwaminifu. Hiyo ni sura tu. Kwa hiyo mtu unaenda naye taratibu. Usimfundishe namna ya kukupenda, usimuelekeze siri zako zote. Ukweli ni kwamba mtu ambaye anakupenda, utajua kabisa, utahisi ndani yako kabisa kwamba ninapendwa. Na mtu kama hana mapenzi ya dhati na wewe, pia utahisi ndani yako, utajua kabisa kwamba kuna changamoto hapa. Jinsi anavyoongea, jinsi anavyokutendea, jinsi anavyojionyesha mbele yako, jinsi ambavyo hajali vitu vyako vidogo vidogo ambavyo unavipenda na umeshamwambia mara nyingi, mara kwa mara kwamba mimi napenda hiki, lakini unaona kabisa hafanyi. Na unahisi kabisa huyu anajua kwamba hichi kitu kinatakiwa kiende hivi na yeye hataki kukufanyia hivyo. Ni mtu kwamba hafanyi makusudi, sio kwamba anajisahau au hajui au ni mshamba sana. Wanaume wanajua namna ya kumtreat mwanamke, wanaelewa vizuri, na akimtaka mwanamke wake yupo tayari kufanya lolote kwa ajili ya kuendelea kumhifadhi kwenye maisha yake. Na wewe usijike kwenye position ya kuwa mwanamke yule anayemfundisha mwanaume kila kitu. Kwanza hautakuwa na furaha kwa sababu hakuna kipya ambacho kipata. Mambo yote ni yale yale ambayo wewe yanatoka kwenye akili yako, ndio unamuelekeza anakufanyia. Kwa hiyo hakuna kipya. Unaona kabisa kwamba mtu amefanya basi tu, ni hamaanishi, hataki, haonyeshi uhitaji. Usiendelee. Jipende sana kiasi kwamba usitumie nguvu yako muelekeza mtu ambaye haonyeshi nia kukupenda. Jipende kwanza wewe zaidi. Jiheshimu, jithamini kwamba uone unastahili kuwa na mtu ambaye na yeye anakupa heshima ile ambayo unaistahili. Jipende kiasi kwamba watu wengine pia wakupende katika ile style ambayo unavyojipenda. Mtu anakuona kabisa uone kwamba huyu sio mtu wa kumchezea. Huyu si mtu wa kumpeleka anavyojisikia. Huyu ni mtu ambaye muda wote nikizingua anaondoka. Huyu ni mtu ambaye nikizingua hawezi kuendelea kuwekeza upendo kwangu. Hata kama tuko naye ndani ya nyumba moja, hata kama niishi naye ndo nimemoa, lakini nikimnyanyasa tu hana time na mimi. Yaani haangaiki na mimi. Hawezi, sio mtu ambaye ataanza kuhangaika na mimi, kukimbia huku na kule kunitafuta niko wapi na shida gani. Natakiwa nijiheshimu, natakiwa nimheshimu ili niheshimiwe. Usitoe sehemu ambayo hauthaminiwi. Unakuwa unapoteza muda na unapoteza upendo wako. Upendo ni ghali, ni gharama, kwa sababu unajua upendo wa dhati hata pesa haiwezi kuununua. Kwa hiyo uthamini upendo wako, usiutoe bure. Hiyo ni energy nzuri, usiitoe kwa sehemu ambayo haihitajiki, unaipoteza. Ni bora ukae nao kwanza, uendelee kumwangalia huyo mtu kwamba anawekeza kiasi gani kwako. Mpe vichallenge vya hapa na pale, na wewe punguza kumjali kama yeye hakujali. Punguza kujitahidi sana kama yeye hajitahidi. Usimueleweshe sana, usimfundishe namna ya kukupenda kama yeye hafanyi chochote. Mwache kwanza. Kuna tofauti kubwa kati ya wewe unavyomuonyeshea na yeye anavyokuonyeshea. Kwa hiyo usinganganie simply kwa sababu eti wewe unampenda. Je, yeye anakuonyesha upendo? Je, anakupa mapenzi? Je, anathamini upendo unaompa? Maanake sije kama unatoa tu lakini unachokitoa hakithaminiki, hakijali. Unalulu, unatupa kwenye banda la nguruwe ukitegemea ataithamini, ataichezea, ataichafua, hata ithamini. Kitu chako kizuri maana unaotoa upendo ambao ni the best. So unampenda sana maana ni the best of you. Unampatia mtu ambaye hajali kabisa. Lazima uumie, unatoa kitu cha thamani sana lakini hakithaminiwi.
itakuuma, na unavyokitoa kwa muda mrefu ndivyo utakavyoumia zaidi. Usiogope kwamba nisipompa atakimbia, ataniacha. Hapana, inabidi aone kabisa kwamba kitu unachokipata ni cha thamani. Na atajuaje kwamba ni cha thamani? Atajua kwamba ni cha thamani pale ambapo atakikosa. Kwa hiyo usiendelee kumtengenezea mazingira soft ya kupata chochote anachojisikia kupata. By the way, unakuwa unamfundisha namna ya kukutreat. Unamfundisha kutokuendelea kuwekeza, maana yake anaona anapata raha zaidi, anajaliwa zaidi, anathaminiwa zaidi pale ambapo hakuthamini kabisa. Kwa hiyo wewe na wewe jifunze kuficha upendo wako, na jifunze kurudi nyuma endapo ukiona mambo hayaendi vile unavyotaka wewe. Acha kumfukuzia, acha kumkimbiza, kumkimbilia kwa nyuma. Mtu unapomfukuzia naye anazidi kukimbia. Unajua ukiwa unamchase mtu naye anakimbia zaidi. Ukisimama ukaanza kurudi taratibu ulipotoka, naye ataacha kukimbia. Ili aanze kujiuliza, mbona anaondoka? Mbona hasemi chochote? Mbona yupo kimya? Mbona kama ananiacha? Mbona hanipi tena vile vitu? Mbona hanithamini tena? Mbona hajali tena? Hapo ndipo atakapoanza kujifunza kwamba ninapoteza. Kuna watu wengine huwa hawathamini vitu vikija kirahisi kwao. Huwa wanaanza kuvithamini vikianza kupotea. Huwa wanaona nguvu ya hivyo vitu vikiwa havipo. Kwa hiyo mpe nafasi huyo mwanaume na yeye awekeze kwako. Wewe umewekeza vya kutosha, inatosha. Mwache na yeye aanze kuwekeza. Usimfundishe namna ya kukujali. Anajua exactly namna ya kukupenda. Mpende, lakini si lazima umuonyeshe kama yeye haonyeshi. Mpende, it's fine. Kumpenda mtu ni jambo la kawaida ndani ya nafsi yako, lakini usimuonyeshe upendo mtu ambaye hajali. Naimani utakuwa umenielewa. Na kama umenielewa, basi comment hapo, nione comment yako ukisema kwamba nimeelewa, ili mimi nikuandalie tena video nyingine ambayo itakufundisha vitu vingine zaidi. Usisahau pia subscribe kama hujasubscribe. Like hii video ili izidi kwenda sehemu nyingi na wengine wajifunze. Vile vile gusa kengele hiyo ili nitakapo posti tena nyingine uweze kuwa notified na kusikiliza. Mpaka wakati mwingine, ciao.